Sasa baada ya kutikisana kwenye makampuni na mimi kujibu tu kwenye comment, naona msomi mwenzangu wamekuja kutikiza tena meza yenye vinywaji vya gharama sana. Sasa hebu tumsikilize, alafu nitampa majibu yake. Sikilize hapo juu. Tikisa ushahidi. Okay guys, leo nimemleta tena ndugu yetu, nataka nimtikise kidogo juu ya submission aliyofanya, na mnapaswa kukumbuka sisi ni wanasheria, tugombani ila tuna argue. Okay. Nadhani nimemsikiliza vizuri. Sasa yeye anasema kwamba unakwenda jela ukimwoa binti wa miaka 15. Mimi nataka nimkumbushe yeye apitie tena kusoma hiyo kesi ya Rebecca Gyumi. Ni kweli ni kesi ya mwaka 2016 ambayo jamhuri haikuridhika na yale maamuzi, ikakata rufaa, na mwaka 2019 maamuzi ya mahakama ya rufani yakatoka na yakiwa clear kabisa. Maamuzi ya mahakama ya rufani yalisema kweli ni unconstitutional, ni kinyume cha katiba kwa binti wa miaka 15 kuolewa ndani ya sheria yetu ya ndoa na ukubalika kabisa. Lakini mahakama ya rufani ikareserve their right na instead ikatoa order kwa serikali kupitia mwanasheria mkuu na bunge wafanye mapitio ya hiyo sheria tena na wabadilishe kifungu, waweke umri kuwa miaka 18, na wakaipa serikali mwaka mmoja ifanye hayo marekebisho, ambayo ingekuwa ni mwaka 2020 hadi mwaka 2021. Hakuna marekebisho yoyote yaliyofanyika kwenye sheria ya ndoa, maana yake umri uliendelea kubaki miaka 15, na mahakama ya rufani iliipa serikali kupitia mwanasheria mkuu na bunge wafanye mabadiliko, lakini hawakufanya ndani ya huo mwaka mmoja. Maana yake tulibaki na position ile ile ya mtoto wa miaka 15 kuendelea kuolewa. The tricky part iko hapa. Sheria zetu zimefanyiwa mabadiliko ya mwaka 2023, revised edition ya mwaka 2023 ambazo tunatumia kwa sasa, na ndio maana nawaambia tusikalili sheria. Ukisoma kwenye sheria yetu revised edition ya mwaka 2023, hiyo sheria ya ndoa, position bado ni iko pale pale kwamba binti wa miaka 15 anaweza kuolewa bila shida yoyote, na mtoto wa kiume wa miaka 18 ndio umri wake wa kuoa. Lakini pia ukija kuangalia kwenye sheria yetu ya adhabu, ambaye amewaambia hiyo ni tiketi ya kwenda jela, haisemi hivyo. Sheria yetu ya adhabu inaeleza kwa wazi kabisa kwamba kufanya mapenzi bila ridhaa ya mtu yoyote yule ni kosa kisheria, na hiyo itakuwa ubakaji. Au kufanya mapenzi na binti chini ya miaka 18, hiyo itakuwa ni kosa la ubakaji. Endapo ukifanya mapenzi na binti ambaye yupo chini ya miaka 18 na hajafikisha miaka 10 na hana miaka 15 na sio mke wako, hilo ni kosa kisheria. Kwa hiyo maana yake huwa tuna principle moja kwamba hakuna offense bila sheria. Sheria yetu ya adhabu ndio imetoa 90% ya makosa yote ya jinai, na kama una sheria yetu ya adhabu still bado wamereserve right ya kwamba binti wa miaka 15 kama ameolewa na akifanya mapenzi, huyo mwanaume inakuwa hajatenda kosa lolote kisheria. Hiyo ni kulingana na sheria yetu ya adhabu. Kwa hiyo tutakosa sheria ya kumwadhibu huyo mtu, na hizi sheria limefanywa marejeo, zimekuwa revised, zimekuwa amended mwaka 2023. Maana yake position tumebaki nayo ile ile, kwa sababu mahakama ya rufani ilitoa 1 year, mwaka mmoja, sheria ifanywe marejeo. Kwa hiyo hapo ndo tunabaki kwenye mkanganyiko. Kwa hiyo huo ni mtikiso tu kidogo, inabidi arudie kusoma hiyo kesi ilivyoelezea vizuri zaidi na kwa uwazi. Sasa msomi, hapa hoja yako inajikita kwenye maandishi ya kisheria ambayo kwangu mimi naona yalipitwa au yamepitwa na wakati, au niite kwa lengo lingine law in the book, huku ukiwa unapuuzia uhalisia wa kisheria na maamuzi ya mamlaka ya juu, ama kwa lugha nyingine pia laws in action. Sasa kuhusu hoja yako ya kwanza, kwa mahakama katika kesi ya Rebecca Gyumi dhidi ya Attorney General ya mwaka 2016 iliamua kuliachia bunge jukumu la kurekebisha sheria ndani ya mwaka mmoja, nadhani ni muhimu kwamba unahitaji kufahamu kuna dhana ya declaratory orders. Najua kwamba tunakubaliana kwamba mahakama kuu na baadaye mahakama ya rufani zote zilitoa tamko la kisheria, ama niite tena judicial declaration, kuwa vifungu vya 13 na kifungu cha 17 vya sheria ya ndoa ni unconstitutional. Maana yake ni kwamba baada tu ya muda wa mwaka mmoja ambao bunge lilipewa kufanya marekebisho uliotolewa na mahakama, ambao ilikuwa mwaka 2019, na bunge kutokufanya hivyo, vifungu hivyo viliacha kufanya kazi kisheria na vikawa spent and unenforceable. Katika mfumo wetu wa kikatiba Tanzania, chini ya ibara ya 64 ibara ndogo ya 5 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977, katiba ndiyo sheria kuu, na sheria yoyote inayopingana nayo ni void ab initio, yani ni batili tangu mwanzo wake.
Kwa lugha nyepesi hapa, bunge halina mamlaka ya kuhuisha au kukipa uhai kifungu ambacho mahakama imeshakitangaza kuwa ni haramu kikatiba. Kuhusu hoja yako ya pili kwamba marekebisho mapya ya sheria ama revised edition 2023 bado yanaonyesha msimamo wa zamani, nadhani hapa ni lazima utofautishe kati ya codification pamoja na legislative intent. Kuchapishwa kwa sheria ni kazi ya kiutawala ya kamishna wa sheria na hakuwezi kabisa kuhuisha kifungu ambacho kimeshapigwa muhuri wa ubatili na mahakama ya rufaa. Kisheria, kifungu ambacho kimeshatajwa kuwa unconstitutional kinachukuliwa kuwa hakipo na kuendelea kuwepo kwake kwenye maandishi ya kitabu, kwa mfano kuwepo kwenye Law of Marriage Act, ni clerical anomaly tu. Jambo hili linaifanya kifungu hiki kisiwe na nguvu mbele ya hukumu ya mahakama ya rufani, ambayo wote tunajua kwamba ni binding precedent nchini kote kwa mujibu wa kanuni ya stare decisis. Sasa kama ilivyoelezewa katika kesi ya Ndianabo vs Attorney General ya mwaka 2001, katiba ni sheria kuu ya Tanzania na chombo chochote kinachokiuka katiba, iwe ni bunge ama serikali, kinatenda kinyume na sheria. Aidha, kwenye hoja yako ya kutokufungwa, unapoitumia kanuni ya nullam crimen sine lege ama hakuna kosa wala adhabu bila ya kuwa na sheria, unapaswa kuelewa kuwa kanuni hii haimlindi mtu ambaye anavunja mwongozo wa kikatiba uliowekwa na mahakama. Sheria nchini Tanzania inajumuisha pia case laws ambazo zinatokana na maamuzi ya mahakama, kama ambavyo utakuwa umesoma kwenye sources of laws, ikiwepo sources of law of marriage in Tanzania. Hivyo basi, unapoambiwa kuwa umri wa chini ni miaka 18, hiyo ndiyo sheria ya nchi, au tunaweza kusema the current position of the law. Hauwezi kudai kuwa hakuna sheria wakati mahakama ya rufaa tayari imeshatoa mwongozo wa kisheria unaofuta ubaguzi wa umri katika ndoa. Sasa hilo kosa la ubakaji lipo wazi kwenye kifungu cha 130 cha Penal Code kama ulivyosema, na tafsiri ya nani ana sifa ya mke sasa hivi inaongozwa na uamuzi wa Attorney General dhidi ya Rebecca Gyumi wa mwaka 2019. Hoja yako kuhusu ulinzi uliotolewa na section 130 sub 2 paragraph E ya Penal Code unakabiliwa na changamoto ya ukinzani, doctrine of consistency. Defense unayoitaja inategemea dhana ya uwepo wa mke. Ili mtu awe mke kisheria ni lazima kuwe na ndoa halali ama valid marriage. Kwa kuwa mahakama ya rufani imeshatangaza kuwa hakuna ndoa halali inayoweza kufungwa na mtu aliye chini ya miaka 18, basi kisheria huyo binti hawezi kuwa mke. Kwa hiyo, kwa namna hiyo defense ama exception iliyopo kwenye Penal Code inakosa msingi wa kisheria ama legal basis, kwa sababu huwezi kuwa na mke ambaye sheria kuu ama katiba inamkataza kuwa mke. Mimi nazidi kusisitiza tu kuwa ukimwoa binti wa miaka 15 leo unajipeleka gerezani kwa kosa la statutory rape, kwa sababu wewe sio mume na huyo sio mke wako. Na pia hata ukijifanya huzijui hizi kesi na mambo tunayoyaongelea, kutokujua sheria sio utetezi mbele ya mahakama. Baada ya kusema hayo, nimalize kwa kusema kama alivyosema hayati Mkapa, uliponisifia nimepokea sifa hizo kwa unyenyekevu. Nimesikia pia ambayo unadhani kwamba sikuyasema sawa, na mengine hata mimi nimeyaona. Maagizo yako nimeyakataa. Maagizo yao peace out, tumeyakataa.